jamii ya hapa Nyakach kwamba mmelea si kiongozi tu, lakini kiongozi mwenye roho ya huruma. Asante sana. Hakuna kitu kibaya kama senator ununue gazeti na katika peji ya kwanza unaona kwamba kaunti yako ndio inabobea pakubwa kwa mabaya zaidi, mambo ya ufisadi. Na najua pale alipo ana huzuni kubwa. Mimi nataka niombe wakazi wa Nyamira oversight, wale ambao wanahusika pakubwa kuhakikisha kwamba pesa inakuja mashinani inakuja kwa counties imetumika vilivyo, ni bunge la Senate. Lakini hapo mwanzo hawa senators walipatiwa jukumu la kufanya oversight, lakini hawakupatiwa vifaa ama zana za kufanya ile kazi ile. Ni kama kutuma askari wako katika vita halafu usimtume na bunduki na risasi. Lakini leo hii hawa senators wamepata risasi na bunduki zake. Saa hii wako na oversight fund. Zamani Senator Okong'O kuja Nyamira, kuingia kule vitongojini kuangalia ile miradi ambayo inafanywa na gavana, alikuwa hana uwezo kwa sababu hana pesa ya kufanya kazi hii. Lakini sasa kila senator alichaguliwa ana mfuko wake kupitia hazina ya Senate Oversight Fund, ambayo hiyo itamwezesha senator wenu na senators wote 47 na wale wengine tu walioteuliwa kuingia vitongojini ili kujua gavana akisimama kwamba nilijenga bridge kule Keroka, senator kwa sababu ana uwezo, ana hela, anaweza kufika pale kudhibitisha kwamba ule mradi umefanyika. Na kiwa mradi ule ni mradi gushi, senator ana haki ya kuanza safari ya kuhakikisha kwamba ule uongo umefutwa. Kwa hivyo hii mambo ya ufisadi katika kaunti zetu, ikiwa senators wanatumia mfuko ule vizuri, mambo ya ufisadi tutazika katika kaburi la sahau. Kwa hivyo wakazi wa Nyamira, ikiwa kulikuwa na ufisadi, mwambieni gavana wenu sasa senator ana mbavu, ana uwezo, ataingia katika pembe zote za Nyamira kuona kwamba ile budget ya county government ambayo ilipitishwa katika county assembly ya Nyamira, ile budget imetekelezwa vilivyo. Na hivi majuzi pia mimi kama speaker niliagiza control of budget kwamba ripoti zote ambayo anazifanya kila kipindi cha miezi mitatu zipelekee senators. Ripoti zote za matumizi ya pesa katika kaunti zote ndani ya miezi mitatu, yule senator apatiwe ripoti. Kwa mfano, matumizi yote ya pesa ya Nyamira County ndani ya miezi mitatu, ile ripoti lazima imfikie Senator Okong'O Omogeni kama senator wenu. Hatutaki tungoje mpaka mwaka uishe ndio wapate ripoti za budget, tayari pesa zimefujwa, zimepotea. So the reports must be timely and they must be made available to all the senators. Kwa hivyo senator wa Nyamira atapata ripoti ya Nyamira ndani ya miezi mitatu, kuonyesha ndani ya miezi mitatu pesa za Nyamira zimetumika vipi. Hivyo hivyo Kisumu, hivyo hivyo kila kaunti zote, ili tujue kwa mapema ikiwa kuna shida, ikiwa kuna ufisadi, senators wajue na mapema ili ile pango ambao unalitumia kuiba pesa za wananchi tulizike, ili pesa ya wananchi itumike kuleta miradi na maendeleo katika kaunti zetu. La tatu ni kama vile senator wewe amezungumza, subra ni kitu muhimu sana, na subra ni kitu ambacho tunafundishwa hapa ndani ya kanisa. Na nakumbuka kwamba
wakati tunaenda katika uchaguzi mwaka 2022 kulikuwa na matatizo mengi sana. Unga ulikuwa ni zaidi ya 250. Alikuwa rais wetu, kiongozi wetu, wawakili wote nchini hapa nchini. Na mimi nilipoingia wakati ulingo wa siasa, maanake niliingia siasa wakati ni mchanga sana, mwaka 2007. Nilikuwa hata sijafanya kazi nyingi ama kazi kwa muda mrefu, kazi ya wakili. Kwa hivyo nilikuwa hata pesa sina za kupiga kampeni, na kama mjuao wananchi, siasa ni ghali, kia huna pesa huwezi kwenda kupiga kampeni. Lakini nilikuwa na kiu kubwa ya kuingia katika siasa. Nilikuwa nataka niwe mbunge wa Magharibi ili nisaidie watu wangu wa Magharibi, lakini mfuko ukawa hauna kitu. Kwa hiyo nikatafuta marafiki, na ule rafiki mkubwa ambao nilimkumbuka wakati ule si mwingine, alikuwa seneta wenu Okong'O. Alikuwa Nairobi, lakini nikamwita nikamwambia kwamba njoo tafadhali kakangu, uje usimame na mimi, ukuje kwa harambee yangu kama chief guest, ili unichangie pesa, angalau nipate pesa na kwenda kufanyia kampeni kule Magharibi. Kwa hivyo seneta wenu hakusita, alikuja Mombasa kama mgeni wa heshima, the chief guest in my function, na tulifanya hafla, tukachanga pesa na nikaelekea Magharibi kupigana ama kufanya kampeni kule Magharibi. Ilikuwa mwezi wa 5 mwaka 2007. Wakati ule alikuwa mbunge wa Magharibi alikuwa ametolewa na mahakama kwa sababu uchaguzi wake ulionekana kwamba hakuwa uchaguzi wa haki na kweli. Kwa hivyo nilienda pale kupigana wakati wa by election. Lakini kama mjuavyo, kila Mungu amepanga misimu yake. Kuna msimu wa kupanda na kuna msimu wa nini? Wa kuvuna. Ule mwezi wa 5 by election, Mwenyezi Mungu alikuwa hakupanga kwamba niwe mbunge wa Magharibi. Japo nilienda kung'ang'ana na usaidizi mkubwa wa seneta wenu, lakini sikubahatika, sikuchaguliwa. Nikawa nambari ya pili mwezi wa 5 mwaka 2007. Lakini sikukufa moyo. Baada ya miezi 7 nikarudi tena Magharibi, Disemba mwaka 2007. Na hapo ndio Mwenyezi Mungu akanibariki na nikachaguliwa kama mbunge wa Magharibi. Lakini kuchaguliwa kwangu Disemba mwaka 2007 ni kwa sababu jina langu lilijulikana mapema wakati nilifanya kampeni ya mwezi wa 5 mwaka 2007. Na aliyechangia pakubwa katika kampeni ile, saidia na maji, aliyechangia kampeni yangu kubwa ili jina langu lijulikane mwaka wa 2007 mwezi wa 5 si mwingine ni huyu jamaa anayepatia maji hapa. Ana moyo, ni mtu mwenye moyo wa kupenda watu. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie jamii ya hapa Nyagachi kwamba mmelea si kiongozi tu, lakini kiongozi mwenye roho ya huruma. Asante sana. Asante. Kwa hivyo wakati alipokuja ofisini kwangu juzi, mwezi uliopita, akasema kwamba spika, na kuomba na kunyenyekea, twende nyumbani, kuna kanisa langu nataka tukachangia angalau tulimalize. Nilimwambia seneta, hakuna kunyenyekea hapa. Hisani anakufanyia wema, lazima mfanye nini? Mfanyie wema. Na nikamwambia sijikule kwa sababu mimi ni spika wako. I'm coming there as your true friend. Kwa hivyo seneta Okong'O, ulinifaa wakati wa dhiki na mimi nakufaa wakati wa dhiki. Hivyo ndio marafiki kufanya. Asante sana.
na yale mengine ambayo yamezungumzwa. Mimi nafikiri wakati mgeni akienda kusalimia rafiki, kupatiwa zawadi, mbuzi, kapatiwa mahindi, lakini leo nimekuja kwa rafiki yangu Seneta Omogeni, nimetikwa mzigo mkubwa wa shule. Taweza badala kupatiwa mbuzi nimepatiwa mzigo, lakini mimi naomba na najua kwamba Mwenyezi Mungu atampatia nguvu ya kubeba huu mzigo. Kwa hiyo Seneta Okong'O, mimi nataka tu upate brief ya hii shule, ni mahitaji gani nahitaji, uje kule Nairobi tukae. Mwenyezi Mungu hatakosa kukupatia mwana kusaidia hii shule. Kile kichache Mwenyezi Mungu atakubariki nacho, hicho tutaleta na kubariki shule hii, na bila shaka shule hii itanawiri. Seneta pia amezungumza mambo ya Nyamira. Unajua ni aibu kubwa kwa seneta